mpelekee huyu hapa. Leo hayupo. Leo hata huyo Conte ambao amemsajili leo anaonekana Ndambuli ana faida kuliko huyo Conte. Kwa hiyo mwenzetu wale mwendo wameumaliza, wapumzike waachie wenye ligi yao klabu bingwa barani Afrika. Wenye mechi kimataifa tumwacha Simba. Tuzungumzie performance ya Kibu Dennis, namna ambavyo umeitazama. Kidogo kama wana Simba muelewi, lakini anakuja kwa prove uwanjani. Wakati anaingia tulimkataa sisi. Watu tunaangalia ile mechi. Lakini nimemkataa kabisa, lakini dakika za mwisho kaja katuonyesha kwamba yeye ni mzoefu wa mechi za kimataifa. Uzoefu wa mechi za kimataifa ndio umemsaidia Kibu leo. Leo kafanya vitu vya kipekee vya kiulaya. Nafasi goli. Maana leo Kibu akipata nafasi 5 zote kwa goli. Msamaha kwa Kibu Dennis. Nimeomba msamaha kwa sababu Mungu anisamehe nilizosema nilizozungumza. Kibu kaonyesha kitu kikubwa sana. Leo nimefurahi, wanasema wamefurahi. Matatu. Yule waendelea kuambia matatu tu, lakini manager atatupa kitu kikubwa sana. Kwanza aliyemleta manager na zawadi yake. Kiongozi wa Simba aliyemleta manager na zawadi yake. Aliona mbali mno. Manager ana kitu. Simba inakimbiza, Simba inakimbia. Kwa mara ya kwanza mpaka leo nimetoa machozi kwa furaha. Simba inakimbiza, Simba inatia raha. Kwa ujumla siku leo tumefurahi wana Simba. Kiufundi tutazungumza kesho. Leo tunazungumzia furaha ambayo tumepata ndani ya Simba. Chini ya manager wa Simba Sports Club. Pengine kama raha yupo, lakini huyu hapo Yakubu Suleiman no problem. Hapo nilisahau Yanga nao sasa hivi manager huyu manager kocha atakaye kuja atamuita manager. Yanga sio wanaiga vitu. Huyu kocha anayekuja, mimi nakwambia, kocha anayekuja huyu lazima watamuita manager. Kwa sababu manager inaonekana kama ina matunda, yani manager ina neema ndani yake. Kocha msaidizi Mabedi yule. Yule ni kocha msaidizi mkuu. Yeye ni kocha msaidizi mkuu. Yani ni kocha msaidizi mkuu ndani ya Yanga. Usimuona wanamleta mwingine. Yani kocha mwingine kwamba yule atoshi. Maana yake kwamba wana kocha msaidizi mkuu. Yanga wataiga swala la manager. Kwa sababu sasa hivi bila kuwa na manager huwezi kufanya vizuri. Kwa msimu huu ana kombe gani Yanga? Ninavyotazama. Kwanza bingwa ni Simba. Wa pili ni Azam. Wa tatu huyu jamaa Singida. Yanga 4. Kwenye ligi? Sasa nyinyi mnaogopa jina la Yanga. Yanga sasa hivi ime-drop kuliko unavyofikiria wewe. Jana, yani tuache hao ya jana. Leo jamani tumefurahi. Mimi mpaka sasa hivi hata kuna nyumbani nashindwa kuelewa. Sasa hivi Kamara asipokuwepo hatuna shida. Asipokuwepo Yakubu hatuna shida. Asipokuwepo Kapombe hatuna shida. Asipokuwepo Kamara beki huyu Nabi Kamara hatuna shida. Asipokuwepo Jan Chazi Aua hatuna shida. Asipokuwepo Mkwala hatuna shida. Yaani Simba imeenea kila kona kaka. Kila Shabalala hakuna shida. Tusasahau kama kuna mtu alikuwa anaitwa Shabalala. Yule leo wakati yule jamaa yule beki yule sio Shabalala yule wa Oswatini. Wakati wanasema Shabalala mimi najua Shabalala yule wa zamani wa Simba. Tushamsahau. Na sasa hivi Yanga naye apewe nafasi. Maana yake nini? Simba imeimprove kile kitu ambacho waliahidi. Tuliahidiwa kwamba Simba mwaka huu itatisha barani Afrika. Ndio kitu ambacho nakiona safari. Walioko ndani mtiti, wanaocheza ndani mtiti. Wanaocheza ndani wazuri, walioko nje wazuri. Kwa hiyo mwalimu anapata wakati mgumu. Mimi sikutegemea kwanza leo kwamba Nagu ataanza. Nilio Charabu ataanza lakini ushakata ndani. Na nitegemea yeye ndo atakuwa man of the match leo, Nagu. Bahati mbaya ndo akatoka lakini kwa ujumla tukubaliane. Mechi hii ya leo imewafurahisha wana Simba. Ndio mpira wetu ambao tulikosa kwa muda mrefu. Ndio level zetu za klabu bingwa. Mungu awabariki sana. Asante sana. Another one. Ninakushukuru kwa siku hii ya leo Simba Sports Club kupata ushindi. Mungu tunasema asante. Muendelezo huu ulioanza mpaka tunaenda kuchukua ubingwa wa kombe la Afrika barani Afrika. Mungu nasema asante kwa yote yaliyotokea siku ya leo. Washabiki wa Simba wamefurahi, viongozi wa Simba wamefurahi, na wanachama wa Simba wamefurahi, na Watanzania kwa ujumla. Tumeikomboa taifa siku hii ya leo. Na watu wote waseme amen. Zungumzia performance kwa ujumla mtendaji, dakika 90 namna ambavyo unaitazama kabla ya kuja kuyazungumzia magoli yenyewe. Huyu kocha wa Tatu ametuonyesha kitu kipya. Kuna jambo limebadilika ndani ya Simba. Hii ndio Simba ambayo watu walikuwa wanaitaka siku zote. Simba yenye kasi, Simba yenye speed, Simba ambayo inamiliki mpira, ndio kitu ambacho tumekiona siku ya leo. Huu mpira hatujaona ndani ya miaka mingi sana. Miaka imepita mingi, Simba hatujaona Simba kama hii ya leo. Simba ya leo imerudisha matumaini mapya. Na ni Simba inaonekana kwamba itakuja kufanya mambo makubwa zaidi. Sababu iliyofanywa imefanywa kwa wakati na watu wameingia kwa wakati, na jambo limeonekana jambo siku ya leo kwamba Simba ina kitu kikubwa siku zijazo ndani ya taifa hili. Aliwapa mwanga zaidi Wilson Nangu dakika 45 za kwanza, tumzungumzie kwanza hapo. Kwa ujumla Nangu kaonyesha kitu cha pekee yake, sio yeye tu. Hata beki huyu namba 2 kaonyesha kitu kikubwa sana. Ni wageni lakini wamekuja kuonyesha kitu kikubwa ndani ya Simba. So akasababisha magoli mawili. Ni mtu ambaye kaonyesha kitu kikubwa. Kibu Denis katumia uzoefu wake ili kuweza Simba kupata ushindi, amepata ushindi wa magoli 3 bila. Hii ni indicator ya Simba kwenda kuchukua ubingwa barani Afrika.
Hii ni Simba ambayo imekuja kipindi sahihi. Wachezaji sahihi, wanaotoka, wanaoingia, wanaingia watu ambao ni sahihi, ambao wanaweza kukupa matokeo muda wote. Ndio kilichotokea siku hii ya leo. Siku ya leo taifa limekombolewa. Jana watu wamehuzunika, lakini Simba kama kawaida yake, mechi za mataifa kama nyumbani, leo tumekomboa taifa, watu wamefurahi. Taifa zima limefurahi siku hii ya leo. Licha ya ushindi wa leo, baadhi yao wanasema kwamba Neo Maema ni binafsi, atoe pasi kwa wenzako. Je, kwa upande wako mchungaji, wewe hilo umeliona? Hapana, mimi naona mchezaji sahihi. Kwa sababu gani? Yeye kwanza muangalie ndio aletwa free kick. Hilo ndio sababisha goli la kwanza. Kwa hiyo ni mtu ambaye amecheza vizuri sana. Sio yeye tu, timu kwa ujumla leo. Hata leo ningeamua nichague mchezaji ningeshindwa. Wachezaji wote leo walikuwa vizuri sana. Timu inakimbia, timu ina kasi, ndio kitu ambacho tulikuwa tunakikosa ndani ya Simba Sports Club. Inaonyesha Fadlu alikuwa tumemendea timu yetu. Kizo cha kuondoka, tumemendea timu. Baada ya kuondoka sasa hivi timu inakimbia, timu ina kasi, timu inacheza mwenyewe una enjoy. Tulikuwa tunashikilia roho dakika zote, kuanzia dakika ya mwanzo mpaka mwisho. Lakini leo tuna enjoy, mpira unaanza tu. Unaona kama kuna kitu hapo. Pasi zinapigwa, watu wana kasi na inaonekana kabisa kwamba Simba mwaka huu kuna jambo wamezamiria kubwa sana. Ni kuchukua ubingwa wa Afrika. Mwaka jana nilimwambia Simba atacheza finali na kaza finali kombe la shirikisho. Mwaka huu nawatangazia tena. Watu kama hawajui. Kama utanyamaza, kama utakubali shauri zako, Simba ni bingwa mpya. Kwanza mpaka midai tushaenda makundi. Mpaka sasa hivi. Bingwa mpya. Ni champion. Kila kitu kiko ndani ya Simba. Maneno yanatupa. Kwanza tuna mastreka aina zote. Tuna mastreka kufunga kwa kichwa, kuna mastreka Ladies and gentlemen,